Asante sana asubuhi ya leo kwa kutualika hapa kwanza. So kwa majina ni Dr. Mary Njuguna. Mimi ni daktari na nina daktari ambaye specialize kutibu magonjwa ya akili ambaye kwa kimombo anaitwa consultant psychiatrist. So I'm a consultant psychiatrist, ninafanya kazi hapa Kisii Teaching and Referral Hospital. Na kwa leo niko hapa courtesy of GMA, which is a very big organization ambayo imeanza hapa Kisii. That is concerned about making sure that we do mental health awareness kila mahali ambapo tunaweza kufanya. So asanteni sana kwa kutukaribisha. Okay, karibu sana. Asante sana kwa kuitikia wito wetu na pia kufika katika hii studio yetu ili uweze kuelimisha mpenzi mtazamaji. Pia kwa upande wangu, unajua naelewa hii lugha. Acha nimuongeleshe kwa kikwetu kidogo. Na wako mwenye nchi muri na kiokorwa na ndi karibu sana katika studio. Pia mbona sana sasa ngoro kwa Haron Buya. No menyi bwe taoni ande no muhiburu wa Kenyureke ande inde no mo ko bana inu asiri kulia rero ikiagara mechanda yo wire bwa bongo ye kwate cinjira cinyinga abantu bako yirigereria akorenga rikaro monta ko ne kuri wire bwa bongo akorenga ne chipari mu chigo tara para stabe ke chianga akindero kwana tuneseme yemo yo wire bwa bongo Jeni mbwate nabo nyorete ande ngakina menye go ikara rero na nkinda tebya abarigereria ingoro yo kumo ngakibara amenya bwa batongo mo naenda kirondo ga ige taoni kino mu engineer ndi kinyomba ne kipara. Okay, so karibu sana atosanga mu tarabene. Asante sana engineer asogwikira nasi studio nabo igokwirwo matetere raisi konyoro muntu kagweso kya gotebanga obere kagora toro muchando yo nare yali abere kagwetera na ende tare raisi gweso kya by the way yase chitibi osebose bichi camera asogwanchirana nabo igogosanga no mwanchi umurigereria konde myemono sana asokwimuke getambukire kili tukulia rero irinde tabato gosanga asobwa mu mwanchi muri no metenga umutinyi wiga ogatano no mutinyi tokorwa obumanyi igore y'imicando ya kebongo igore umutinyi wiga mu gatano tobeto gukora awareness tobeto gukumanya ngancira kiyobonete gwetanga ase okonyora emicando ya kebongo. Dr. Mary, unaelezea mpenzi mtazamaji, najua huu mwezi umekuwa about mental awareness. Pengine tunaweza anza kutoka kwako, maybe mmekuwa mkifanya awareness vipi? GMA imeanza kufanya awareness ya mental health kutoka mwaka uliopita. Hapo ndio tulipoanzia, kwanza tulianzia tu mwezi wa Mei mwaka uliopita. Kwa hivyo activities nyingi ambazo tumefanya za awareness ni kwamba tumeenda kwenye mashule, tunaenda kwenye makanisa, na pia sasa vile tumefanya kwa leo kuenda kwenye the media stations ili kuzungumzia watu, kuwaelezea hii mambo ya mental health inahusiana na nini, ni jambo gani hili na lina dhuru watu namna gani kwenye jamii na vile tunaweza kufanya ili kushughulikia janga hili. Tumeweza tukizungumzia kwa wakati mwingi kuhusu afya ya kiakili. Pengine wakati mwingi unapata mpenzi mtazamaji labda anajua kwamba wale ambao ni kichaa ndio ambao wako na hii shida peke yao. Pengine unaweza elezea mpenzi mtazamaji afya ya kiakili, pengine mental disorders iwe inakuja vipi? Ni nini huwa inachangia katika mtu kuwa na mental disorders? Okay. Labda kabla sijaenda kwenye mental disorders, nitaelezea zaidi kuhusu the mental health awareness month. Na vile umesema kwamba huu mwezi wa Mei dunia nzima, na kwanza ilitengwa katika nchi za ngambo za Amerika, I think wanasema 1950 ama kitambo sana, kwamba Mei ndio itakuwa mwezi wa mental health awareness. Na kwa nini tunataka kufanya mambo ya mental health awareness? Ni janga kubwa ama ni kitu kidogo ambacho kina affect watu ama ni kwa nini? Takwimu ama statistics zinasema kwamba 1 in 4 people ambao wanakuja pale hospitalini wakichunguzwa zaidi ama tukifanya zile assessments za mental health, unapata wako na mental illness. Mtu alikuwa amekuja kutibiwa malaria, alikuwa amekuja kutibiwa pneumonia, alikuwa amekuja kutibiwa jambo lingine lolote, lakini mmoja kati ya watu 4 ambao wamekaa pale kwa hospitali wanapatikana wako na mental illness, na mmoja kati ya watu 10 ambao wanatembea kwa barabara in the community
1 of 10 people have a mental condition. And why do we want to make sure that we are enhancing mambo ya mental health awareness hapa Kenya na sana sana hapa Kisii mahali tuko, na of course mahali kwingine popote Kenya. Uchunguzi ulifanyika ukaonesha kwamba Kenya is the 4th country in Africa with the highest cases of depression. The 4th country in Africa and the 9th country globally with the high cases of depression. So ni jambo ambalo linatu affect hata kama, na sasa hiyo itaniongoza kujibu swali lako ya kwamba kweli ni wale watu ambao tunaona ni ambao wamechanganikiwa kabisa, ambao tuseme wamerukwa akili, ni hao peke yao wako na, ama hiyo ndio mental illness peke yake. Kuongezea kwamba Kenya is 4th in Africa and 9th in the world kwa na cases za depression, 5 out of 6. So hawa watu wote ambao labda wale mmoja kati ya wale 4 walikuja hospitalini na mmoja kati ya wale 10 ambao wanatembea huku nje ambao wako na mental illness, 5 kati ya 6 hawatawahi pata ama hawajawahi pata kujulikana wako na ugonjwa wa akili na hawapati matibabu. Hii inaonyesha sio ugonjwa ambao ati ni kama mtu ako na growth, ukimwona ako na growth unasema hii ni nini imefura hapa, labda uende hospitalini. Watu wengi, na ndivyo hata most of the awareness documents inasema kwamba mental illness kwa watu wengi is a silent illness. Not all wounds are visible. That is the challenge ambayo inakuwa nayo na mental illness. Wakati mtu akianguka labda alikuwa, ama mtu akijiumiza alikuwa analima shambani akijikata na jembe, tutaona kile kidonda. Lakini wakati mtu amepata mambo mengine ya mental illness kama depression, kama anxiety, kama let's say even eating disorders, sio kitu ambacho utamuona kwa mwili yake useme huyu yako na shida fulani. Anaweza kuwa tu amenyamaza. Na kujibu swali lako ni kwamba majority ya magonjwa mengi ya mental illness ni magonjwa ambayo yamejificha ama yamenyamaza ama hayaonekani kwa mwili ya mtu. Labda wakati mwingine, wakati tabia zake hiyo ugonjwa imezidi sana, ndio tabia zake zinabadilika, ndio unaanza kuona mental illnesses. Na ndio tunasema not all wounds are visible, and especially when they are mental illnesses. Alafu nikuje sasa, kabla sijaenda kwa mental illnesses, kwa sababu wakati mwingine tungependa ama tumezoea kushughulikia ama kuangalia sana mambo ya mental illness. Lakini kabla tujajiuliza mental illness ni nini, what is mental health? Kabla mtu hajaenda kwa mental illness, alikuwa kwa kiwango gani? Alikuwa kwa mental health, alikuwa sawa? So we have to differentiate between mental health and mental illness. Okay? Mental health, okay? Mental health is the emotional, psychological, intellectual, spiritual and social well-being of a human being. Okay? It's not just the absence of mental illness. Ndio ile sasa kujibu ile swali yako tena. Si ati kwamba sina ugonjwa ambao unaonekana inamaanisha sina shida yoyote ya mental health. So